Mateso ya nafsi. Kulikuwa na kijiji kimya kilichozungukwa na makaburi ya zamani, mahali ambapo hata upepo ulikuwa haupigi bila kuleta hofu moyoni. Wazee wa kijiji hicho waliamini kuwa makaburi yale hayakuwa ya kawaida. Yalibeba siri za watu waliokufa wakiwa na maumivu makubwa ya nafsi. Amani alikuwa kijana mchangamfu, lakini mwenye moyo mzito. Alikuwa ameishi maisha ya dhulma, chuki na tamaa. Aliwadharau watu, aliwakosea wazazi wake na hakujali lolote zaidi ya maslahi yake binafsi. Kila mtu alimwonya, lakini aliona kama ni wivu tu. Siku moja usiku, akiwa amerudi nyumbani akiwa peke yake, alilazimika kupita karibu na makaburi yale. Ghafla, hali ya hewa ilibadilika. Giza lilizidi na ukimya ulitanda. Ndipo akasikia sauti nzito ikimuita kwa jina. Amani! Mwanga hafifu ulionekana mbele yake, na kutoka ndani ya ukungu alijitokeza Mzimu. Uso wake ulikuwa wa huzuni kuliko hofu, macho yake yakionyesha mateso yasiyoelezeka. Hakuwa akitisha kwa sauti, bali kwa ujumbe aliyoubeba. Mzimu huyo alianza kuonyesha Amani maisha yake yote, kila kosa alilofanya, kila mtu aliyemuumiza, kila neno baya alilosema. Amani akaanza kulia. Kwa mara ya kwanza alihisi uzito wa matendo yake moyoni. Haya ndiyo mateso ya nafsi, Mzimu akasema. Adhabu kubwa si kifo, ni kuishi na dhamiri inayokuuma. Mzimu akatoweka na Amani akaanguka chini akiwa amechanganyikiwa. Alipoamka ilikuwa alfajiri. Makaburi yalikuwa kimya tena, kama hakuna kilichotokea. Lakini Amani hakuwa yule yule tena. Alirudi kijijini, akaomba msamaha kwa wazazi wake, akarekebisha mahusiano yake na watu na akaanza kusaidia wengine. Aligundua kuwa ukombozi wa nafsi huanza na toba ya kweli. Tangu siku hiyo, hakuna aliyemwona tena mzimu yule. Wazee wa kijiji walisema, mzimu hujitokeza pale tu ambapo nafsi ya mtu imejaa giza. Funzo la hadithi. Mateso makubwa zaidi si ya mwili, bali ni ya nafsi. Kila tendo lina kumbukumbu moyoni. Toba na mabadiliko ya kweli huleta amani ya ndani. Usisubiri hofu ikutembelee ndipo ubadilike.